Naamani alikuwa mkubwa wa kijeshi, na akiwa akifanya hiyo kazi alikuwa mgonjwa wa ngozi, na ni kama alikuwa amezoea hayo magonjwa. Lakini huko kwake nyumbani kulikuwa na msichana moja kijakazi ambaye alikuwa anavua nguo zake, na kila wakati alikuwa akiona usaha, na ilikuwa ikimletea shida sana. Yaani alikuwa akisumbuka akili, mpaka siku moja akaongelesha bibi ya Naaman na akamuuliza kuhusu huo ugonjwa. Naye huyo msichana akaambia huyo mama, huko kwetu nyumbani kuna nabii ambaye anaweza ponya huo ugonjwa. Na kusema kweli, huyo bibi ya Naaman akaenda akaambia Naaman vile huyo mtoto amesema, na kusema kweli, kutoka hapo Naaman akajipanga kuelekea huko Samaria, ndivyo akakutane na Elisha. Na wakati alienda huko, naye Elisha akasikia habari zake na akamwambia, hebu teremka kwenye mto Jordan na uoge mara 7, na kutoka hapo ngozi yako itapona na iwe kama ya mtoto mdogo. Lakini huyu askari alishangaa sana na akauliza, mbona huyu jamaa hawezi akaniwekelea mikono ndivyo hii shida iishe, badala ya kuniambia niende kwa mto Jordan nikaoge huko, na huo mto Jordan ni mchafu, si kama ile mito ya kwetu ambayo ni safi. Lakini akaendelea kubishana nao wafanyakazi wa Naaman, akamwambia kama ni jambo lingine ungeambiwa ufanye pia ungefanya, hata hili utafanya, uende uoge mara 7, na tunajua tukirudi huko kwetu utakuwa umepona. Na kusema kweli, akaenda akaoga mara 7 huko mto Jordan, na hiyo mara ya 7 akapona na ngozi yake ikawa kama ya mtoto. Na akielekea kwao nyumbani, alitaka kupatia huyu Elisha maguo, pesa na mali nyingi, lakini Elisha akakataa. Lakini kuna kitu nataka ujue, ati hakuna mtu hana usaidizi wake. Ni kwa sababu huyu mtoto ndio alisaidia Naaman kupokea uponyaji, na pengine huyu mtoto alikuwa anadharauliwa akiwa huko, lakini yeye ndiye alisaidia huyu askari na akapata uponyaji. Hebu nikuambie, pengine kuna watu wanakudharau, lakini kitu kimoja najua, Mungu atakupatia nafasi uwasaidie, na kutoka hapo hiyo madharau itaisha. Wewe angalia huyu mtoto hakuwa made tena. Nikiangalia na maono yangu, ni kwa sababu ni mtu wa maana. Pengine alifanywa mkubwa kwa jeshi, pengine alipewa mali, pengine hata alifanywa mmoja ya watoto wa huyo Naaman, kwa sababu Mungu alipitia huyo Elisha, na huyu mtoto akasaidika, na huyu Naaman naye akasaidika. Sijui ni kazi gani unafanya, na ukiangalia unaona ni iko na madharau, lakini wewe endelea kuifanya. Kuna mahali utafika uwe usaidizi kwa huyo mbosi yako, na kutoka hapo pengine ikiwa huyo bosi yako hajaoa akuoe, ni kwa sababu wewe ni wa manufaa kwake. Kwa hivyo wewe endelea kufanya bidii, hata ikiwa ni kazi ya kanisa fanya kwa bidii. Ikiwa ni kusafisha choo, wewe safisha kwa bidii. Ikiwa ni kupagusa viti, wewe endelea kupagusa viti kwa bidii. Ni kwa sababu pengine hiyo ndio njia ile Mungu atatumia ndio ubarikiwe, ndio uinuliwe. Ikawa Naaman alipona
Hata huyu mtoto ambaye alikuwa maid huko alisaidika, ni kwa sababu ninajua hakurudi kwa hiyo kazi ya maid. Pengine alipatiwa kazi ingine ya maana, au akapewa mali, au akapewa manyumba, au akagawiwa utajiri. Huwezi jua ni nini kilifanyika, lakini mambo haikuwa normal tena. Huyu mtoto maisha yake ilibadilika na ikawa mazuri. Ninajua hata yako itabadilika na iwe mazuri, na uinuliwe na Mungu level ingine kupitia hiyo kazi unafanya, kupitia hiyo biashara unafanya, kupitia huyo uibaji unaiba. Utaona umebarikiwa, utaona umeinuliwa. Ni kwa sababu gani? Mungu ni wa ajabu, anaweza tumia njia yoyote, mradi wewe usaidike, mradi wewe uinuliwe. Kwa hivyo barikiwa, ukiendelea kuweka bidii kwa ile kazi unafanya, naye Mungu atakutendea. Barikiwa sana mpendwa.